Haleluya, haleluya, Mungu ni mwema, haleluya. Neno la Mungu liko hai, na neno hili la Mungu ni la kipekee sana, na ndiyo maana tunapaswa kusoma na kuelewa kuhusu asili ya neno hili la Mungu, ambalo ni la kipekee sana na tofauti sana na jambo lolote ambalo umekutana nalo hata katika maisha yako yote. Haleluya. Haleluya. Sasa unaweza kusema neno la Mungu ni nyeusi tu, au wakati mwingine nyekundu wakati Yesu anaongea kwenye karatasi nyeupe. Lakini zaidi ya hiyo, na asili ya neno la Mungu tunapata kwa chanzo hicho, Zaburi 33 mstari wa 6. Ukisome hapo, kwa neno la Bwana mbingu zilifanywa, na kwa pumzi ya kinywa chake yote mwenyeji. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo neno pumzi linamaanisha roho. Kwa hivyo kwa neno la Bwana mbingu, hiyo mbingu ilitengenezwa na kwa roho wa Bwana. Kwa hivyo kwa neno la Bwana mbingu ilitengenezwa na kwa pumzi yake, ama kwa roho yake. Sasa kuna uhusiano wa karibu sana. Pumzi yake ama roho wake, kuna uhusiano wa karibu sana wakati wa hiyo roho ya Bwana na neno la Bwana. Ni wa karibu sana na ni wafanyakazi pamoja. Na hizi ni nguvu mbili za nguvu ile ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Ulimwengu wote ulitoka kwa neno la Bwana na roho wa Bwana. Asante Yesu. Kwa hivyo tunaona kwamba kanuni kuu tunayohitaji kuelewa ni kwamba neno la Mungu na roho wa Mungu hufanyikazi pamoja kwa melewano kamili. Na sisi hapo mwanzoni wa Biblia tunaona ati roho wa Bwana huyo alikuwa akitembea juu ya maji. Na jambo la kwanza lililotokea ni wakati Mungu alipoona kuna giza, alifunua mdomo wake na akasema, wacha uwe nuru. Sasa tunaona kwamba roho wa Bwana alichukua neno hili na akaanza kufanya kazi na kuiweka katika utendaji. Roho wa Bwana alikuwa akisongelea juu ya maji, lakini hakuweza kuunda kitu chochote usipokuwa wakati Bwana aliposema neno, akasema wacha uwe na mwangaza, na roho wa Mungu akachukua hatua, akaleta nuru, na ukawa nuru. Kwa hivyo Mungu aliongea neno, na roho alichukua neno na akalichukua hiyo neno akatoa nuru, kukawa nuru. Kwa hivyo nguvu ambayo imeunda ulimwengu wote ni neno na roho wa Mungu wafanyakazi pamoja. Haleluya. Haleluya. Wandugu na wakaka wote, tukipokea hiyo neno la Mungu, tukipokea neno la Mungu na roho wa Mungu ndani ya maisha yetu, tunapokea nguvu kamili ya ubunifu wa Mungu katika maisha yetu. Haleluya. Neno la Mungu halishindikani. Ukisome hapo Isaya 55 mstari wa 11, kwa hivyo neno langu litakuwa ambao litokea kwa kinywa changu, halitarudi kwangu tupu wao, linafo kufanyikisha chile ninachotaka. Mungu ametupa nguvu, ameshatupa nguvu zaidi katika ulimwengu yote. Anakuuliza tu swali moja, uko tayari kupokea? Uko tayari kuchukua neno langu? Upande hiyo mbegu ndani moyoni wako, ukichukua hiyo mbegu, ukichukua hiyo neno la Mungu,
Ndugu, ukichukua hiyo neno ni nguvu la Mungu. Uko tayari kuongea hiyo neno kinywani mwako? Uko tayari hiyo neno? Ukikuwa tayari kuchukua hiyo neno, ukapanda hiyo mbegu moyoni wako, ukaongea kinywani mwako, hiyo neno la Mungu ambao litatokea kwako litaenda na imani na litaleta mavuno. Baba, kwa jina la Yesu, asante kwa kutufundisha leo, kwa kuwa ati neno lako na roho wako ni wafanyikazi pamoja. Baba, acha neno la kinywa changu lijazwe na imani, na roho wako achukue neno hili likiwa na imani na kuunda kitu chipya ndani maisha yangu. Na acha mambo ya zamani ambayo yanakuja dhidi yangu yatishitiwe. Baba, kwa jina la Yesu, acha kila kitu ambacho kimenikatisha tamaa, kila kitu ambacho nimeona huko nyuma, neno lako liharibu chile na kila udhaifu na ulete ndani yangu urejesho. Rafiki wangu, Yesu anakupenda. Naendelea kurudia maneno haya kwa imani. Yesu, nakushukuru Bwana wangu kunipenda, na Yesu, mimi nakupenda. Yesu, unanipenda na mimi nakupenda. Ndugu wangu, ukiseme hiyo neno, ukizungumza hiyo neno, haya nguvu kubwa zaidi katika ulimwengu ni upendo. Na upendo wa Mungu utakupa uponyaji wa kila ngumu unayopitia kwa jina la Yesu. Mungu awabariki sana. Mungu atende mema katika maisha yenu kwa jina la Yesu. Haleluya. 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 Amina na amina.